Naam, hujambo mtazamaji. Ni matumaini yangu kuwa mahali popote ulipo mzima na ubuheri wa afya, na karibu tena kwa mara nyingine katika channel hii. Channel inahakikisha kuwa umeweza kupata taarifa za yale yote yanayojiri kote nchini na kwa kina zaidi. Iwapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga katika channel hii, basi hakikisha kuwa umeweza kusubscribe ili ukaweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata taarifa zaidi kadri inapotukia. Taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa Rais William Ruto ameendelea kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, kwa mara nyingine akiwahamisha mawaziri wawili, kumteua waziri mpya na kumfuta mmoja. Katika mabadiliko ya hivi punde yaliyotangazwa Jumatano Machi tarehe 26, Ruto alimwondoa Justin Muturi kutoka Wizara ya Utumishi wa Umma, Maendeleo ya Rasilimali Watu na Masuala Maalum na kumkabidhi wadhifa huo mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Kiringa Ruku. Aden Duale aliyekuwa waziri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na misitu amehamishwa Wizara ya Afya ambayo hapo awali ilikuwa chini ya Daktari Debra Mrongo Baraza. Daktari Baraza sasa atachukua nafasi ya Duale katika Wizara ya Mazingira. Aidha, Bi Hannah Wendot Cheptumo amependekezwa kujiunga na baraza la mawaziri kama waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi, lakini uteuzi wake unahitaji kuidhinishwa na bunge. Nikinukuu, kwa hatua hii ya rais, baraza la mawaziri litafikia idadi yake kamili kikatiba, jambo litakaloongeza uwezo wa serikali kuendelea kusukuma mageuzi ya kiuchumi na kijamii nchini. Ikiwa watateuliwa na bunge, mawaziri hao watajiunga na chombo kikuu cha kutunga sera nchini kama mawaziri wa baraza la mawaziri. Mwisho wa nukuu. Ilisomeka taarifa iliyotolewa na mkuu wa utumishi wa umma na katibu mkuu wa Ikulu Felix Koskei. Mabadiliko ya hivi punde katika baraza la mawaziri yanakuja siku moja baada ya Rais William Ruto kumshutumu hadharani aliyekuwa Justin Muturi kwa kutokuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu yake wakati akiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Akizungumza katika hafla ya futari Ikulu mnamo Machi tarehe 25 mwaka 2025, Rais Ruto alimlaumu Muturi kwa kuchelewesha uanzishwaji wa mfuko wa wakfa wa Kiislamu, akidai kuwa ufanisi wake ulikuwa kiwango cha chini alipokuwa mwanasheria mkuu. Nikinukuu, nilikuwa na tatizo na mwanasheria mkuu aliyekuwepo hapo awali, alikuwa hana uwezo, lakini sasa nina mtu mwenye uwezo mkubwa katika nafasi hiyo na nina hakika masuala ya wakfu yatatatuliwa ndani ya miezi michache. Mwisho wa nukuu, alisema Ruto. Muturi hakusita kujibu tuhuma hizo, akisema kuwa madai ya Ruto hayakuwa ya kweli. Alieleza kuwa sheria ya wakfu nambari 8 ya mwaka 2022 haielekezi kuanzishwa kwa mfuko wa wakfu wa Kiislamu, na kuongeza kuwa wakfu ni mali ya hisani inayosimamiwa na tume ya wakfu. Asante kwa kuitazama taarifa hii, na usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kukomenta.